mtazamaji, leo niko hapa nimetembelea maeneo ya Tabata na kanisa linaitwaje? Vuka na Yesu Kristo. Nimeandika pale. Na mambo vipi mtazamaji, leo niko maeneo ya Tabata, hii ni Changombe na niko katika kanisa la mtumishi wa Mungu George Vas, na kanisa linajulikana kama Vuka na Yesu Kristo. Leo nimekuja hapa kumtembelea kuhusiana na mambo mengi sana ambayo yanaendelea hapa katika jamii leo tuzunguka kwa siku ya leo. Ungana na sisi kuanzia mwanzo mpaka mwisho ambapo uone nini ambacho tumeenda kukuletea kwa siku ya leo. Mchungaji, habari ya hapa? Namshukuru Mungu. Karibu sana. Asante sana. Tunaye furaha sana kuweza kutembelea siku ya leo. Mimi nawashukuru sana. Karibuni sana. Naitwa Prophet George Gervas. Ni kiongozi wa huduma ya Vuka na Yesu Kristo. Karibu sana. Tukianza haraka, tumeona siku ya leo tarehe 9 ya mwezi wa 4, mechi ya Simba imeweza kuchezwa. Lakini tumeona viongozi wa kiroho, tumeona Mufti Zubeir pamoja na mchungaji Mwamposa walikuwepo pale, na Simba wameweza kushinda, ambao ndio walikuwa ni waalika wao wakubwa. Unadhani chanzo cha wao kuwepo pale ndio chanzo cha Simba kushinda? Kwanza kabisa namshukuru Mungu kwa Mufti Zubeir, lakini pia namshukuru sana mtumishi wa Mungu Apostle Boniface Mwamposa kwa hatua kubwa ambao amepata mwaliko kupitia upande wa pili ambao ni wa imani ya Kiislamu, kumwalika katika hili bonanza kubwa au michezo ambayo iko inayofanyika duniani ya kimpira, kuhusu habari ya kuweka dua yake au maombi kwa ajili ya timu ya Simba kushinda. Mimi nimeona ni moja ya jambo zuri sana. Kwanza inaunganisha imani, watu wapendane, nje na mambo mengine watu wapendane, lakini pia inawahamasisha hata wale ambao wako kwenye michezo wajue kwamba Mungu yupo nje na mambo ya ushirikina. Kwa hiyo kumwona Boniface Mwamposa kwenda katika kuomba dua juu ya huu mchezo unaoendelea kati ya Simba na hizo timu za nje kwa ajili ya mambo ya kujifurahisha, inaleta hamasa kwa watu kumpenda Mungu na watu kumtaka Mungu na kujua kwamba Mungu anajibu. Mungu anajibu nje na mambo ya ushirikina, mambo ya ushiriki, Mungu anajibu. Yes. Lakini pia hii inakupa picha gani kwamba ni wamoja kiasi gani sisi, ukiangalia ni pande mbili zimekaa sehemu moja na kuweza kushiriki kitu kimoja. Hii inakupa picha gani wewe kama mtumishi? Mimi kama mtumishi wa Mungu Prophet George, inanipa furaha sana kuona pande mbili zote za imani zinakaa pamoja. Miaka ya 90 wakati sisi tunazaliwa, mimi nimezaliwa 80 na kitu, tulikuwa tunawaona kati ya Mkristo na Muislamu walikuwa wanapigana sana vita. Unakuta labda kuna mama ameenda kuolewa kwa Mkristo, unakuta siku ya huyo mwanamke akubariki kwao. Kuna kijana ameoa kwenye upande wa Uislamu akubariki kwao. Ilikuwa ni magomvi makubwa sana na ilileta uhasama mpaka ikafikia sehemu watu wakawa waelewani. Lakini kadri tumekuja kwenye kizazi cha 2000 sasa, tumeona dunia imeanza kubadilika na kupeana ukweli na upendo na kuishi kwa furaha na kuishi kwa amani. Ndio maana sasa huyu anaenda kuoa Mkristo, huyu anamuoa Muislamu. Kwa hiyo nikiona umoja wa utumishi wa Mungu amekaa pamoja na kutamka mambo kuhusu habari ya jambo fulani, hili yote ni kumtangaza Kristo kwamba huu ni wakati wa Mungu kuwapenda watu, kuishi kwa pamoja. Na siku atakapokuja kuhukumu, hata kuja kuhukumu dini, yeye atakuja kuhukumu, je, ulisikiaje maneno yangu ulipoambiwa na watumishi wangu? Ulisikiaje neno langu pale ulipoambiwa kuacha mabaya? Hapo sasa ndipo Mungu anapokuja kuhukumu. Mungu hakuji kuhukumu kwa dini hata siku moja. Mungu hahukumu kwa dini. Mungu anahukumu kwa maneno ambayo sisi watumishi wa Mungu tunaowapeni nyinyi, kwamba nimekuambia lipi. Kwa hapa kanisani kwangu, hii huduma ya Vuka na Yesu Kristo, naombeaga paka watoto wangu kwamba ni marufuku kutangaza mtumishi yoyote neno lolote baya. Hairuhusiwi kusema kwenye hii madhabahu nimekupa madhabahu. Hata mgeni yote nitakayemwalika, mimi kwangu hapa hawezi kutaja mtumishi yoyote kwamba mimi unajua mimi, hapana. Mimi nataka mtu amweleze mtu habari ya neno la Mungu tu na kumfundisha neno la Mungu, lakini pia kumpa mwanga au kumfungulia nyota yake, akienda kutafuta maisha afanikiwe kwenye maisha. Hilo ndio jambo ambalo liko hapa madhabahuni. Kwa hiyo Boniface Mwamposa pamoja na Mufti mkuu wa Tanzania kukaa mahali pamoja kwenye meza moja, kwenye jukwaa moja, kwenye VVIP pale kwenye uwanja wa mpira, sijui uwanja wa Taifa, yes.
ni jambo zuri, linahamasisha kwamba watu wa Mungu wana uwezo wa kuomba pasipo kutumia uganga na uchawi. Niliona kwamba kulikuwa kuna Simba na Yanga walikuwa wanatakiwa kucheza. Alafu nikaona kuna timu moja ilipeleka waganga na mambuzi na madude sina vitu gani. Sijui, sina shuhuda, walienda kule. Lakini walipo yale mambo yakavurugika. Leo tunaona kabisa watumishi wa Mungu wamekuja kukaa pamoja na wamekwenda. Sasa nategemea na mimi natabiri Simba atashinda. Yes, Simba atashinda. Na Simba atakuja na ushindi mkubwa, na watu wengi watajua kwamba watumishi wa Mungu wakiomba na wakisoma dua na wakikaa pamoja wakishikamana, lazima ushindi utokee. Mungu hajawahi kushindwa. Mungu anataka kujidhihirisha kwenye yale mabaya, hata kwenye ule uovu. Mungu anaingiaga pale pale aseme mimi ni Mungu. Kwa hiyo mimi naamini kabisa Simba atashinda, japo sio mtu wa michezo, kwa sababu kuna mtumishi wa Mungu Mwamposa na Mufti yuko pale, lazima ushindi utokee. Mlisema anaitwa nani tena yule mtumishi yule? Yule wa 600.